Leo tuko kwenye shule ya msingi Bulikinda, kata ya Mwankurwe. Tumekuja kukagua ukamilishaji wa nyumba hizi tatu ambazo zilijengwa kwa nguvu za wananchi. Kwanza nitumie nafasi hii kuwashukuru sana na kuwapongeza wananchi wa kata ya Mwankurwe. Kata hii imekuwa ni miongoni mwa kata ambazo wananchi wake wanatoa nguvu kazi kuanzisha miradi. Nyumba hizi kama ambavyo tumesikia kutoka kwa mtendaji wa kijiji na mkuu wa shule zilianza kujengwa kwa nguvu kazi na wananchi tangu mwaka 2017. Zimekaa muda mrefu. Kila wakati ilikuwa ukifanya mkutano hapa wa kusikiliza kero za wananchi, swala hili la nyumba za shule ya msingi Bulikinda lilikuwa ndiyo kero yao kubwa. Kwa hiyo kwa utekelezaji wa ukamilishaji wa nyumba hizi tatu kwa ubora kabisa, kwa bati ambalo ni imara, lakini finishing, ninaona hata usimamizi wa nyumba hizi kuanzia mkuu wa shule, mtendaji wa kata na kijiji, bila kusahau wahandisi wetu, usimamizi wa hapa unaonekana huko vizuri na mradi unaenda vizuri. Kwa hiyo niendelee tu kuwapongeza sana wananchi na kuwaomba kwamba wasichoke kuanzisha miradi. Unavyoanzisha miradi, serikali haiwezi kuacha nguvu kazi za wananchi ziweze kupotea. Kama hivi ambavyo tunashuhudia leo, pamoja na kwamba imechukua muda mrefu, lakini rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan ameweza kuleta hapa milioni 76. Na unaona kabisa matumizi ya fedha hii yanaendana na kila ambacho kinafanyika hapa. Unaona kwanza hata lipu yenyewe namna walivyonyosha, kila kitu kinatekelezwa kwa viwango ambavyo viko vizuri. Kwa hiyo nishukuru na kuwaomba sana kamati ya ujenzi, mkuu wa shule pamoja na timu yote wasimamie nyumba hizi zikamilike kabla ya shule hazijafunguliwa, ili walimu wetu shule zitakapokuwa zinafunguliwa wafikie kwenye nyumba hizi, wapate muda wa kutosha wa kuweza kuwahudumia wanafunzi, kuwalea na kuwafundisha, kwa sababu sasa watakuwa karibu na maeneo ya shule. Lakini nitoe wito kwa wilaya nzima ya Kwimba. Ninatambua namna ambavyo kata mbalimbali zimekuwa zikianzisha miradi kwa nguvu kazi za wananchi. Sasa hivi tunatoka kijiji cha Bugunga ambako nako kulikuwa na zahanati. Tayari serikali imeshaleta fedha pale milioni 60 na ujenzi wake pia unaendelea vizuri, lakini kiujumla kwa kweli naweza kukiri na kusema kwamba wilaya ya Kwimba wananchi wamehamasika kuanzisha miradi, na niwaombe tusichoke. Mahali popote ambavyo nguvu ya wananchi imetumika, serikali lazima tukisha kamilisha boma italeta fedha ili kukamilisha. Na mimi nitarudi hapa kwa wananchi kuwashukuru na kuwapongeza kwamba kila ambacho wamekipigia kelele kwa siku nyingi, lakini viongozi wa chama wa kata hii siku zote tulikuwa tukikutana kwenye vikao vya halmashauri kuu ya wilaya, wakati tunawasilisha Iran, kero yao ilikuwa ni nyumba hizi. Nina imani wasilishaji wa Iran nayo kuja tutakapokutana, hiki hakitakuwa sehemu ya kero, labda kama kutakuwa na kitu kingine, lakini na uhakika kwa kata hii kero zake nyingi zinazohusiana na miundombinu zitakuwa zimetekelezwa kwa 100%. Kwa hiyo mimi niwashukuru sana viongozi wa serikali na chama wote wa kata hii kwa namna ambavyo wameendelea kushirikiana kuibua miradi, lakini na pale zinavyoletwa fedha basi wanasimamia na kuwa karibu na mafundi kuhakikisha kwamba mradi unatekelezwa kwa viwango vinavyotakiwa. Lakini lingine ambalo ningependa kushauri baada ya kufika kwenye shule hii, natambua shule hii ilijengwa matundu ya vyoo. Kuna matundu ya vyoo ambayo yalikuwa yameharibika, na hili nilitoe labda kwa wilaya nzima. Ni muhimu tunavyokuwa na matundu ya vyoo yale ambayo hayatumiki, yamesha chakaa, yameharibika, hayafai tena kwa matumizi, wataalamu wetu wamesha ainisha kwamba matundu haya hayafai kutumika. Ni muhimu matundu hayo tukayadondosha, kwa sababu inaweza ikatokea mtu akaja pengine ameelewa, akaliona jengo hili akaamini kwamba bado linatumika, amepata anataka kwenda kujisaidia, akaingia kule
akapata madhara. Kwa hiyo ni muhimu majengo yale, hasa matundu ya vyoo yale ambayo yameshakuwa condemned, yamechakaa, yamethibitika yafai tena kwa matumizi ya vyoo, tuyadondoshe na kuacha tu yale ambayo yanatumika katika kipindi hicho. Hii iwe ni kwa shule zote zile ambazo zina miundombinu ambayo imekuwa condemned, ili kuepusha madhara ambayo yanaweza yakatokea kwa watu. Nashukuru sana, niendelee kuwashukuru walimu, wananchi kwa kazi nzuri. Sisi kwa kweli tunawapongeza sana, na msichoke, endeleeni. Mtendaji, mwenyekiti, diwani, endeleeni kuhamasisha wananchi wenu waendelee kuibua miradi mingine kwa nguvu kazi za wananchi.